Ibrahim alikuwa ni qanitan lillah, mnyenyekevu kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mtihani, hakupata kizazi mapema Nabiullah Ibrahim. Wanasema wanawazuoni wa tafsiri na wengineo katika watu wa tarikhi kwamba Nabiullah Ibrahim alivuka mpaka miaka 80 hajapata mtoto, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi habli minas salihin, ewe Allah nipe katika watoto walio wema. Allah subhanahu wa ta'ala akamtunuku mtoto mwema Ismail kupitia kwa suria wake, akazaliwa Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i, Ismail alipofikia sasa umri wa kutembea naye, anaweza kwenda naye sokoni, anaweza kwenda naye huku akahangaika huku na kule, kashapevuka, kimekuwa kitoto cha kutembea nacho na kufanya shughuli ya kukituma hapa na pale. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahu fanzur madha tara. Ibrahim akamwambia mtoto wake Ismail, mtoto wa pekee wa uzeeni, mwanangu, mimi nimeota katika usingizi kuwa na kuchinja wewe waonaje? Una shauri gani? Qala ya abat if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Baba, fanya ulichoamrishwa, wewe ni mtume, ndoto ya mitume ni haki, ru'ya al-anbiya sidqun wa haqqun. Hayo ni maamrisho baba, tekeleza, utanikuta mimi ni katika wenye kusubiri, mtasubiri mimi juu ya shani hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim akaonyesha jambo la ajabu kabisa na utiifu uliopitiliza mipaka. Nabiullah Ibrahim na mwanawe Ismail wakalitekeleza hili. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Wanawazuoni wanatueleza kuhusiana tukio hili kuna mambo mawili makubwa: unyenyekevu usio na kifani na malezi bora kwa watoto. Nabiullah Ibrahim aliambiwa achinje mwanawe, akakubali kwa sababu ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi katika kuitekeleza mila hii na utaratibu huu hatukuambiwa tuwachinje watoto wetu, tuambiwa tuchinje mnyama kwa maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake. Hadithi ya Anas muttafaqun alayhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yudhi bikabshayn amlahayn aqranayn yusammi wa yukabbir. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akichinja udhiya kondoo wawili amlahayn, wanawazuoni utafsiri wasema walionona, wengine wasema ni aghbarain kwa maana ni wanyama wa kijivu hivi, lakini walionona, aqranain wenye mapembe kuonyesha ni wakubwa waliokomaa vizuri. Anasema bismillah Allahu akbar, hadithi muttafaqun alayhi. Kwa ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sisi tukatakiwa waislamu tulifanye hili. Kila aliye na uwezo wa kuchinja, hizi ndiyo siku za kuchinja. Fasalli lirabbik wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal khitabu li jami'il umma, swali kwa ajili ya Mola wako, fanya ikhlas na uchinje kwa ajili ya Mola wako tu. Kwani wakati wa kuchinja waislamu leo siku ya 10, kesho 11, 12, 13, siku zote hizi 4 ni siku za kuchinja. Watakiwa ufanye maandalizi ya hilo. Usisubiri kupewa nyama ya sadaka. Usipopewa ugomvi, wahangaika huku na kule, upeleke ukachukue nyama huku ukachukue nyama kule. Chinja kwa ajili yako na watu nyumbani kwako, na ukichinja wakulu minha wa at'imu alba'is alfaqir au at'imu alqani'a walmu'tar. Kuleni upate sehemu, kama utachukua nusu ya mnyama yule uliyemchinja kwa ajili yako na familia yako, nyingine tasaddaq, mpe fakiri mwenye uhitaji mkubwa. Wapi watu hao? Albais alfaqir, walishe na wao, toa sadaka, ndio wakati wake huu. Na Allah subhanahu wa ta'ala hafaidiki chochote na vichinjwa vyetu tunavyovichinja.
haya ni maslahi tunayopata sisi wenyewe. La yanala Allaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu at-taqwa minkum, nyama za wanyama hao na damu zake hazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala. Kinachomfikia yeye ni ule utiifu na uchamungu kutoka kwenu. Kwa ndugu Waislamu, katika tukio hili la utiifu wa Nabiullahi Ibrahim kuna ushahidi mkubwa wa kuonyesha ya kwamba na sisi tunatakiwa utiifu huu tuubebe, tuuchukue, uwe ndio maisha yetu. Tuchinje wanyama. Kwa wale wenye uwezo wa kuchinja, wamejipanga vizuri, chinja mnyama. Nina hakika shilingi 150,000 haikushindi kwa kujiandaa mwaka mzima, kwa sababu una simu wewe 400,000, 500,000, milioni, milioni 3. Vipi utashindwa na mnyama wa 1,500,000? Huwezi kushindwa. Hujajipanga tu, hujaamua tu, hujaona umuhimu wa jambo hili. Kama waweza kuchinja ng'ombe, basi ng'ombe ni kwa watu 7. Ukitaka kuchinja peke yako, ahlan wa sahla. Hivyo hivyo wenye uwezo kuchinja ngamia. Huwezi, basi wanyama wa kuchinja ni mbuzi na kondoo. Chagua mmoja katika hao, chinja, nunua uchinje kwa ajili ya kujikaribisha kwa Allah na kujiweka karibu na yeye. Lakini leo kuna Waislamu kwa namna ule ushirikina ulivyowavaa, akienda kwa mganga akitaka kondoo kwa sababu asomewe albadili, au kwa sababu ya kuweka mafingo na mazindiko kwenye nyumba yake au kwenye shamba lake, au kutoa kafara kwenye gari yake na kipando chake, leta kondoo wawili, ataleta, atatafuta na ataleta, atachinjwa mnyama yule kwa ajili ya sheitani. Na Allah subhanahu wa ta'ala hakutofautisha juu ya uharamu wa mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya sheitani na nguruwe, yote sawa, bali hii ni ashad. Kusoma aya 3 ya suratul Maida, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wama uhilla lighayri Allahi bihi wal munkhaliqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wama dhubiha 'ala an-nusubi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema mmeharamishiwa mfu, mmeharamishiwa damu na nyama ya nguruwe na kile kilichochinjwa pasi na kutajwa jina la Allah, limenyanyuliwa jina la mwingine asiyekuwa Allah. Ukachinja kwa jina la mzimu, ukachinja kwa jina la Kristo, ukachinja kwa jina la fulani, nyama hiyo ni haramu kama nguruwe. Na yule aliyekufa kwa kupigwa pembe, aliyeanguka kwenye shimo akafa, aliyepigwa kwa kitu kizito, aliyepigwa pembe na wengineo, lakini pia aliyeliwa na wanyama wakali, na mnyama aliyechinjwa kwa ajili ya mzimu, kwa ajili ya sheitani, wama dhubiha ala nusubi. Hata ukisema bismillah Allahu akbar, lakini lengo ni sheitani, huyo ni haramu zaidi ya nguruwe. Wako Waislamu wanaochinja kwenye makaburi, wanaochinja kwenye mizimu, wama dhubiha ala nusub, lakini hachinji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hizi. Ni ubakhili ulioje. Kwa hiyo mila ya Ibrahim inatufundisha kuwa tuwe ni watu wenye kutekeleza amri za Allah na kuwa ni watiifu, na hapo tutakuwa tumemfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi